course, kama kawa kama dawa niite presenter Kala na niko na msanii hapa. Mambo vipi? Poa sana kaka. Uko fresh? Poa kabisa. Nakuona. Asante. Mungu anasaidia kwa kila jambo. Kabisa kakangu. Of course, msanii, kuna mambo nimekutafuta kwa ajili ya tuzungumze. Hebu tuambie kwanza, salimia watu alafu tuambie safari. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Of course. Nawapenda sana. Wenye wananipenda nyimbo zangu na wenye wananipenda, ninawapenda nyinyi wote kabisa. Naitwa Evangelist Dennis Alala. Yes. Evangelist Dennis Alala. Yes. Kando na kukua evangelist, wewe ni msanii. Hebu tuambie about music. About music. Tukiongelea music unamaanisha, unajua kuna music yenye iko upande wa Mungu, tunamsifu Mungu, na kuna music ambayo iko upande wa dunia, kusifu wanadamu. Sasa tunaongelea kimuziki yako sasa. Kimuziki yangu tunaongelea upande wa Mungu, tunamaanisha kama unaimba muziki uko upande wa Mungu, inamaanisha umeitwa. Hakikisha umeitwa, na ukiitwa kufanya kazi ya Mungu unaifanya kwa utaratibu na kwa uaminifu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Yeah. So tumeangalia mimi nimepiga tu research 1-2 hapo kwa accounts zako, nikaona music unafanya vizuri sana. Yeah. Secret ni nini? Secret kwanza, kitu ya kwanza ni kuitwa. Kama umeitwa kufanya kazi ya Mungu, hakikisha umeitwa, usijipeleke, pelekwa na Mungu. Na ukishapelekwa na Mungu, ujumbe wenyewe unatoka na utabariki watu. Na kama mimi nafanya kazi ya Mungu, sitaki kuwabamba, nataka kuwabariki. Kuna tofauti ya kuwabamba watu na kuwabariki watu. Misiki zangu sana ni za kuwabariki watu, maana nimeitwa kuwabariki, sio kuwabamba. Secret ni kukua ndani ya Mungu, zama ndani ya maombi, kuavoid dhambi na kuhakikisha umeitwa. Yeah. Kwa ule mtazamaji anakucheki hapa kwenye Prince Kala TV, anakucheki the first time, hebu tuangushie ngoma yako tu moja, hata kama ni dakika moja tu. Bado mimi ni wako, nitumie. Nimemezwa na samaki, nimetupwa Nineve, nipatie kazi. Bado mimi ni wako, nitumie. Yeah, of course, hiyo ndo ngoma yako. Hiyo ni ngoma mpya ama ni hiyo ngoma sio mpya. Ila ninaipenda sana mimi. Nikiimba nasikiaga kwamba hiyo ngoma imenitoa mbali. Maana niliandika hiyo ngoma kabla niokoke. Na nikakuwa naambia Mungu anitumie. Niliokoka nikiwa prison, baada ya kuhubiriwa nikaokoka nikiwa kule. Na nikaiandika ngoma nikiwa kule. Kakamega. Ulikuwa prison? Yeah. Kwani ulikuwa umefanya nini evangelist? Makosa ni mingi. Ambapo hatuwezi sema saa hii. Yeah, lakini kabla nakwambia, huduma lazima uhakikishe umeitwa. Maana niliitwa, nikatoka kule nikuja kufanyia Mungu kazi. Kuna wasanii, ukiangalia gospel industry, kuna wasanii wanasema ati muziki hailipi. Wewe kama msanii unaweza waambia vipi? Wale wanyang'ana msanii ulipwi. Okay, tunafanya usanii ndio, yafaa uwe na pesa pia. Lakini ukiingia kwa usanii ati unaingia uende ulipwe, utaumia. Na ukiingia kwa usanii kwamba naenda kufanya kazi ya Mungu ni wabariki nisiwabambe, Mungu mwenyewe atajileta. Ataleta na utabarikiwa na utafurahia sana kazi ya Mungu. Utafurahia usanii. Ukicheki evangelist, wewe ni bado kijana sana. Ukikuja ukipiga show mahali, wasichana wanakuanga pale, wanasema evangelist tupe namba. Reaction yako na wasichana inakuanga aje? Mimi nimekuambia nimeitwa. Sijajiita. Kama sijajiita, kama nimeitwa, wasichana kweli ni mafanzi wangu, sijakataa. Namba ndio mtapata, sijakataa, maana naongeza kuwa fan, naongeza mafanzi kwenye niko nao. Lakini kuna baadhi ya mipaka ambayo hatutapita. So ukiangalia music, kuna wasanii kama event organizer, huwa anakuitia show hapa mjini. Mimi sana hapa Eldoret sijapiga show. Na hapa Eldoret sifanye huduma sana. Nadhani vile mambo inasemanga ndio pokelewi kwao. Sasa vile nimekaa hapa sana hapa Eldoret sijafanya mambo kubwa, mambo nafanyanga nje.
sana. Hapa Eldoret sijaona. Yeah. Na ukiangalia ni msanii mgani mwenye unaona huyu msanii kwa gospel industry anafanya vizuri? Ukiangalia Garden Angel na nani mwingine mwenye unaona anafanya vizuri kwa gospel industry? Wasanii wote wanafanya vizuri. Ila mimi huwa wasanii wote ni wazuri. Kuna msanii mbaya, kuna msanii anafanya vibaya, wote wanafanya vizuri. Kwa mapendeleo yangu mimi hupenda wale wasanii wa kitambo sana, wakina Kiando, wakina Manishi. Wote wako sawa. Yeah. Na ukiangalia mtu kama Munishi saa hizi imekaa for so long hajatoa ngoma. Wewe kama msanii unaweza muadvise aje? Kuna mali mtu huanzia. Munishi ni mchungaji. Alikuwa mwimbaji na ni mchungaji. Sasa amebaki kuhubiri injili. Hayuko vibaya, hapo sawa. Maana anatoa injili, labda anahubiri, yuko sawa kabisa. Hana makosa yoyote na hata shida, maana sasa hivi mhubiri. Yeah. Tukiangalia industry ya music, wewe ukijiangalia kama msanii, unaona for 10 years inakuja hivi utakuwa wapi? For 10 years inakuja, siwezi jitabiria, lakini kuna vile ninatamani kimuziki. 10 years inakuja kimuziki, nataka niwe nimebariki watu wengi sana. Na watu wengi sana wakuwa wamepona kupitia nyimbo zangu, wakuwa wamekombolewa. Na niwe nina jina kubwa. Yeah. Ukiangalia most popularity wasanii wanaingia kwa gospel leo, alafu ikikaa muda sana kama Bahati venye ametoka kwa gospel industry. Wewe kama evangelist, kama msanii, ni ushauri gani unaweza toa kwa wasanii kama Bahati? Kumbuka nimekuambia kuna kuitwa na kuna kujiita. Unajua mtu anaweza kuwa ako na sauti nzuri ya kuimba, ako na content ndio, lakini hajaitwa, mwenyewe anajipeleka. Ukijipeleka mwenyewe utachange tu mwenyewe, maana umejipeleka je, unataka pesa, unataka jina, unataka fame. Mambo yakikuendea utabadilika. Yeah, lakini kama umeitwa utasimama na injili ya Mungu mpaka mwisho. Unajua muziki sio muziki, ni injili. Kama umeitwa na Mungu aenda kumfanyia kazi, utafanya kazi yake mpaka mwisho. Yeah. Evangelist, uko na familia? Niko na familia. Bibi na watoto kama wangapi? Niko na watoto wengi. What do you mean kusema uko na watoto wengi? Wewe ni msanii, wewe ni evangelist. Unajua unapoenda show huku unakuwa, unajua msanii ni kioo cha jamii. Unakuwa na marafiki wengi sana. Au marafiki maybe kuna mmoja ushaona huyu maybe huyu kabla kama nimeoa ama kabla sijaoa ningemuoa. Sasa hiyo ni tamaa ya mwili ambao ukiwa ndani ya roho unaweza ukaicontrol. Kwamba wewe sema ningekuwa sijaoa ningeoa huyu ama ningeenda nimtafute. Of course unaweza, hiyo ni matamanio ya kimwili. Lakini ukiwa ndani ya roho unaweza ukacontrol. Yeah. Unaweza ukacontrol. Hujatuambia kanisa, unashiriki kanisa gani? Kanisa langu linaitwa Abundant Grace Ministry. Liko Eldoret. Na hapo ndo nashiriki. Mchungaji anajiita nani? Mchungaji wangu anaitwa Pastor Chance Birebo. Yeah. Umesema anatokea Kongo. Yeah. Kongo. Msanii, nimefurahi sana. Nimesikia unasema kesho unashika uko na safari ya kuelekea pale Nakuru. Sana hebu tuelezee safari ya Nakuru, unaenda kufanya nini, kimuziki ama kievangelist? Kuna huduma kubwa sana pale Nakuru, church inaitwa Metro Love Church. Nitakuwa hapo kuanzia kesho. Na itakuwa ya baraka sana. Yeah. So unaambiaje watu wa Nakuru wenye wanakutazama? Watu wa Nakuru najua mnanipenda sana sana sana. Mningoje Nakuru, nikikuja Nakuru tutapiga muziki, tutahubiri, tutacheza. Yeah. Hebu tuachie ngoma ya mwisho tukiagana. Nibadilishe na mimi yo, nibadilishe nami nikujue,
nibadilishe na mimi yo, nibadilishe na mimi nikujue. Haleluya. Hiyo ni ngoma inapatikana wapi? Hebu ambia Hiyo ngoma inapatikana YouTube at Evangelist Dennis Alala. Yeah. Jaribu usubscribe. Unajua sasa tu hizi CD una support tu, una watch, una subscribe na una share. Na itakuwa ya baraka sana. Of course kutoka kwangu presenter Kala, na kama kuna show mahali unaandaa na umeona Evangelist msanii yako hapa, check kwa account yake hapo juu, alafu details ziko hapo juu, unaweza mpigia of course, alafu unaweza mpea show. Ndio hivyo, ndio kusapotia. Na kutoka kwangu presenter, see me next time, same place.